Anaona ilitoa muda ule. It's okay. Tunaweza kuendelea sasa. Kama nilivyosema mwanzo kuwa hivi vitu ni very simple. Labda tuweze kuangalia pair nyingine. Tuangalie pair nyingine. Tuangalie labda pair gani? Je, niende kwenye group langu niweze kuangalia pair ambazo watu wamezishare. Kuna hii GMT. Kwa mtu kasema tuangalie GMT USDT tuone ikoje. It's okay. Kama kawaida swala ni lile lile, tunaenda one day. Tukishaenda one day tuna draw area of resistance za one day ambazo tunaziona zilizopo karibu kwa muda huu sasa hivi. Kuna hii tayari imeshavunjwa. Kuna hii hapa juu, sawa, ambayo kama tukiichora tunaweza tukaanzia maeneo haya hapa, lakini nayo pia haijafikiwa, though kwamba pia hata hii inaweza ikawa area of resistance kutokea hapa kwenda hapa juu. Yani hichi kitu hapa, hichi kitu kinaweza kikawa pia ni area of resistance, maana imereject ilipofika hapo. Kwa hiyo tutegemea ikifika maeneo haya hapa hivi iweze kureject tena, lakini though hii haiko poa kuweza kuitrade, tunaachana nayo. Labda sijui ameona nini aliyosema tuangalie, labda tuende 4 hour, maana huku tuna scalp tu. 4 hour pia haijanionyesha kitu chochote kile. Tuangalie pia nyingine kwa kujifunza. Kitu kingine anachoweza kukusaidia na kupa kama bonus track, nakupa kama bonus ni kwamba time frame coordination hizi, primary time frame ambazo tunaweza tukatumia ni 4 hour na 1 day tu peke yake, lakini entry ni 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes na 1 minute, sawa. Lakini 1 minutes, 3 minutes sio nzuri sana kuchukua entry kwa sababu zinakuwa hazina nguvu kama 15 minutes. Mimi ningependelea wote tu tuachukue entry katika 15 minutes ili kwa kitu kimoja au kwa uniform. Kama kawaida tunaenda 1 day. Napendelea 1 day kwa sababu huwa inakuwa na move kubwa. Trade utakayochukua 4 hour itakavyo move ni tofauti na trade ambayo ikiwa 1 day. 1 day distance ni hii hapa ilikuwa. Muda wa kazi unaona watu wengi wana share group, wana share nanio, wana share coin ili tutaziangalia na ambazo watakazo share. 1 day ilikuwa ni hii area of resistance, lakini ishafikiwa, isha reject na imeshashuka hiyo huku chini. Kwa hiyo tunategemea irudi tena hapa kwa saa mwingine tena. Is okay. Je, tuone kwenye group wanasemaje. Lunac, kuna mtu kashare Lunac sasa hivi hapa. Sawa, ya tuicheki Lunac. Sawa, kusema tu short Lunac. Haikuwa Lunac, ilikuwa Lunch Coin, sio Lunac. Lunch Coin, samahani. Lunch Coin MXC here. One day area of resistance
haijatupa. Kama uko unaangalia hapa, one day area of resistance huku juu, kuna hii hapa, kuna hapa hivi, kwa hiyo hatujafika hapa. Hii ni area one day, kwa hiyo nadhani alienda 4 hour. Je, tuone 4 hour. Yes, ilikuwa imeshafika 4 hour area of resistance. Hii hapa. Na mascalper walivyokuwa wajanja, kwa hiyo ukaitegea tu hii candle imepita hapa, imegusa hii area of resistance ya 4 hour, akarudi 15 minutes kuja kuangalia entry iliyoshuke nayo. 15 minutes ilikuwa tayari imeshapanda, sababu ilikuwa impassive move moja ya moja kwa moja. Turudi 5 minutes tuone aliona nini. Still bado 3 minutes maybe. Yes, naweza nikasema labda 3 minutes hapa aliona kitu. Yes, mpaka 1 minute hii hapa kulikuwa na entry fresh kabisa hii hapa. Nadhani hichi kitu ndo kimemfanya akasell. Same hata kama ukichukua kwenye nyingine, let's say labda hata LTC same, unaenda one day. Mimi sio mwalimu mzuri sana, kwa hiyo usipoelewa unaweza ukanifuata tuelekezane zaidi. Unaenda one day, kama kawaida area of resistance one day bado. Nitakufundisha pia namna gani ya kuweza kupata hizi coin. Inaitwa Velai XC. Yes, hii ni mpya kabisa, ni coin mpya, ndo kwanza ina siku ya kwanza leo. Coin kama hizi kuzitrade ni nzuri, lakini na ni very risky. Kuna mtu kaishare. Sasa coin kama hizi waga tunatembea nazo sana hadi inarudi dump. Rudi kwenye 15 minutes tuangalie, ndo kwanza sasa hivi yani imekuwa introduced. 1 minute tuone inafanya nini. Hii bado inapanda hii. Hii ukichukua hapa itakuwa madhara. Ukichukua hapa ni shida, tuachane nayo. Kitu kingine naweza nikakwambia kwamba hizi coin ambazo zinakuwa zinarudi katika resistance zina wa kutrade, yaani kuna time maalum ya kuzitrade hizi coin, sio kila time. Kuna time maalum specific kwa siku unatakiwa uzitrade hizi coin, na pia kuna vitu vya kuzingatia wakati una trade hizi coin. Nitakuja kueleza mbeleni. Je, tuendelee kufanya backtest, tuangalie nyingine yoyote ile. Let's say Solana. Hii imesharudi, imeshaondoka one day. Kama kawaida ukiselect pair unaenda zako one day. Hii hapa very clear. Hii hapa ilirudi area of resistance zaidi ya mara moja, ibadilika ikawa hii. Baada tu ya kufika tu hapa ikupasa urudi kwenye 15 minutes
Huna muda sijui wa kuangalia sijui kitu gani, huna huo muda yani wa kuumiza kichwa. 15 minutes unaangalia Solana alipofika hapa alifanya nini. Umeona hii hapa rejection, candlestick rejection hii hapa, una muda wa kupoteza. Alipofika hapa kulikuwa na hii engulfing pattern hii hapa. Kwa mtu aliingia hapa akasema anakuja kutokea huku chini maeneo haya hapa, alichukua hichi kiasi cha kutokea hapa mpaka hapa, na sehemu za kutoka pia nitakwambia kwa nini tunatoka. Sijakwambia kwa nini tunatokea sehemu hii au kwa nini hatutokei sehemu hii hapa. Umeona? Baada ya kuchukua hapo unakaa pembeni unasikilizia tena, ikaja ikavunja eneo hili ikakupa tena hii hapa rejection nyingine, mtu anaingia tena hapa. Hii ndio inaweza kutupeleka kule ambako tulipotoka. Unaangalia unaangalia the next support area, ndio sehemu ambayo unaweza kutoka, sehemu ambayo kulikuwa na support. Support yetu ilikuwa maeneo haya hapa. Kwa hiyo mimi ningechukua hapa juu hapa, ningekuja kutoka kwenye next support area ambayo ni hii hapa. Mara nyingi penda kutoka kwenye next support area. Umeona? Very easy, hauna hata shida. Wewe unaenda zako kwenye one day, chora area of resistance fresh, rudi zako 15 minutes, angalia entry zama, ingia. Kwa nini unaingia? Lazima uwe na sababu. Sababu ya kwanza, umepata entry na ni sehemu husika. Sababu ya pili, jua kwamba una scalp. Sehemu ya kutoka ni sehemu gani? Nikiwa na scalp, na unajenga logic katika market ili kuweza kuondoka na kile kinachohitajika ambacho ni mkwanja. Okay. Hapa tukija tena tukiangalia labda coin nyingine, let's say labda Ethereum. Hii hapa hata na yenyewe hivyo hivyo ilikuwa entry nzuri tu. Hii hapa, hii hapa resistance ilianzia hapa mpaka hapa. Hata tukiichora hapa kwenye bodi sio mbaya, ikigusa tu hapa, mimi nataka nione nini kinachoendelea. Kitu cha kugusa hapa, kwa mimi naangalia nini kinachoendelea. Nashuka zangu kwenye 15 minutes. Kumbuka hapa hizi ni kendo mbili, hii ni ya jana, hii ni ya labda, hii ni ya jana kwa mfano, hii ni ya leo, kwa sababu hizi kendo zina represent one day. Nimeweka daily time frame kwa usije ukajisahau. Kwa hiyo nitashuka zangu tu 15 minutes. Nitaangalia hapa nini kilichotokea. Ikikataa usiiforce, yani ukichukua entry ikarudi kwenye stop loss usiiforce, subiria. Hii hapa ilikuwa ile ya kwanza, ile ambayo ilishow ya kijani, ilikuwa ni hii hapa engulfing pattern nzuri kabisa. Hii hapa sawa. Mimi nikishaona engulfing pattern kama hii, nasubiria ikirudi juu kidogo, naingia. Stop loss yangu huaga inakaa hapa au hapa, sawa. Baada ya hapo nitatoka wapi? Next support area. Next support area ni hii hapa. Hapa ndio sehemu ambako mimi ningetoka. Kwa hiyo ningekuwa mbishi tu. Baada ya kuingia, baada hii kurudi juu kidogo, nikaingia maeneo haya, nilisubiri irudi hapa ili mimi niweze kutoka, lakini haikufika. Kulikuwa na area nyingine tena hapa hivi tena ya support kama unaiona hii hapa, lakini pia haikufika.
it's okay, siwezi kuiforce, nitaachana nayo, itakuja itachukua stop loss, sio mbaya, nitasubiria tena. Lakini baada ya kuchukua stop loss hii hapa tena ilikuja ikaconfirm vizuri tu hapa hivi katika eneo hili hapa. Hii ni shooting star kwa watu ambao wanafahamu candlestick signals. Hii hapa shooting star nzuri kabisa, green candle hii kaingulf hii hapa, hiyo imeshuka, umeona. Baada ya hii rejection hapa, hii kama ni bearish harami, ilianza kutokea hii bearish harami, kaja hii hapa shooting star, tunashuka moja kwa moja, ni bila hata wasiwasi. Wapi naenda kutoka? Next support area, nitaiangalia support area yangu hii first, ikopo maeneo haya. Nitakuja nitatoka hapa chini hapa. Hapa nadhani palikuwa na area of support, eneo hili hapa. Bila hata wasiwasi tena, hata sijiulizi, nachukua kuanzia huku juu mpaka hapa. Hizi ni candles za dakika 15 sijiulizi kabisa. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo tunavifanya katika market wakati tuna scalp. Higher time frame, lower time frame, kupata entry unakuwa umeondoka, hauna michoro mingi, haujachora vitu kibao, sawa bana. Kwenye video ya mwisho mimi nitawaelezea vitu vya kuzingatia ni vitu gani. Kama ukiangalia, ukiingia Sina Golden kwenye akaunti yangu ya Instagram, utaona kila siku waga mimi na share percent 600, 500, 300, 100, wakati mwingine 1000, sawa. Kwa mtu ambaye ana trade crypto atakuwa anajua zile percentage zina maana gani, umeona. Kwa hiyo ndio hivi huwa tunafanya. Kwa hiyo ukishindwa, wewe nione tu, nitakuelekeza zaidi. Kama kuna sehemu yoyote ambako wewe umekwama, niambie, mimi nitakuelekeza kwa vile mimi ninavyovifahamu. Ila usichoke pia kujifunza sehemu mbalimbali. Trick hizi za kutrade zipo nyingi sana. Trick zipo nyingi sana, nyingi sana. Hii ni moja tu katika ambazo mimi ninazo. Mimi nina aina mbalimbali za kutrade, lakini hii ni moja tu, sawa. Mimi ni hayo tu, shukrani, na naomba tuendelee kupiga kazi. Naona kwenye group wana share, waendelea kushare nanio, waendelea kushare setup, kushare signal. Na signal kwenye magrupu yetu ni free jamani. Ama mtu yote atakaye kulipisha signal ni free. Unaweza ukaklik tu link hapo ya WhatsApp ukaingia kwenye group. Signal ni free kabisa, ukapata signal na ukaendelea pia kupiga kazi. Na signal pia zinakuwa na matokeo mazuri, sio mimi peke yangu na share, most of people wana share. Okay, naweza kusema kwa leo hapa tulipofikia inatosha. Nitaelezea tena kipindi kijacho vitu vya kuzingatia, ni masaa gani, wakati gani tuna trade, tunakuwa tuna scalp. Nitaelezea hivyo vitu vyote. Sawa, shukrani.